Kuna namna huwa tunakosea namna ya kuomba. Huwa tunasema, Mungu tunaomba tupatie Roho Mtakatifu. Hiyo sentensi ni kosa kubwa sana. Paulo anasema hiyo hazina tunayo ndani yetu. Huyo Roho Mtakatifu tunamuombaje? Huyo Roho Mtakatifu tunaye siku zote. Tunaye siku zote. Na jioni ya leo pointi nyingine ni wape ya kwamba tunapoenda tena kuomba tusiseme tunaomba tupatie Roho Mtakatifu. Tuseme tunaomba uwepo wa Roho Mtakatifu ufanye kazi ndani yetu. Kwa maana nyingine ya kwamba ninahitaji Roho Mtakatifu unipatie nguvu, na kila unaponikumbusha kulisoma neno lako nisiwe mkaidi niweze kulisoma. Unaponikumbusha juu ya dhambi fulani ninayotaka kuitenda niweze kuiacha. Unahitaji Roho Mtakatifu aweze kufanya kazi, maana unaye ndani yako. Na anasema unapoendelea kumhuzunisha Roho Mtakatifu, na ndipo ataondoka. Katika nyakati za mwisho anasema basi wale wenye dhambi watazidi kufanya dhambi, na wala hawataona haya, kwa sababu aliyekuwa na wakumbusha Roho Mtakatifu amekwisha kutoweka. Roho Mtakatifu kiongozi amini. Utushike mkono tulio wasafiri. Utupe leo kusikia sauti ya upole. Msafiri fuata, naongoza nyumbani. Wewe ndiwe rafiki yetu, msaada karibu. Tusiache shakani na tukiwa gizani. Utupe leo kusikia sauti ya upole. Msafiri fuata, naongoza nyumbani. Siku zetu za kazi zikiwa zimekwisha, wala hatukati tamaa, kwa sababu tunamtegemea Roho Mtakatifu. Tupe leo kusikia, unapokuwa unatufundisha tusikia sauti ya upole. Msafiri fuata, naongoza nyumbani. Jioni ya leo unasema ninaomba niongozwe na wewe Roho Mtakatifu. Ninaomba ukae ndani yangu, wewe ambaye ni hazina hiyo. Kwani usisimame? Leo tunapokuwa tukitembea